tunakataza na mission work. Asante sana. Mungu awabariki. Asante gavana. Bishop wetu, viongozi wote wa kanisa, naona tuko na pastors wengi. Ndugu yangu gavana Chadilim na gavana Sosako, senators, rafiki yangu Dini Nyoro na rafiki yangu kutoka Imigwa Digi Ngena na mjumbe wa hapa nyumbani. Kwanza kama sijasema nimekurudishi wewe Chesang. Unasema ati kwenye unatoka kuna shida. Utuite na Ngena. Tutatatua hiyo shida. Mimi najua hiyo shida. So ile tutatatua ilikuwa kubwa. Hiyo ni kidogo sana. Tutatatua hiyo shida, so relax. Tuongeleshe vizuri. Nitakuonesha kile tutafanya. Yangu yatakuwa machache sana. Kwa sababu ya muda na kazi imetuleta hapa ya Harambee. That's why niliambia Yawanga punguza hii program yako sasa. Mahubiri kiisha sisi tunafika. Tulete pesa. Nataka nishukuru sana rafiki yangu Mondi. Huyu Mondi ni rafiki yangu sana. Na Mondi huyu ni partner wangu. So wakati niliona ako mbele, yeye ndiye anafanya hii project, nikajua hii project imeisha. Akanitoa si Bishop. Hii project imeisha. Huyu jamaa anajua kutafuta. Na aliniambia halali kwa sababu mimi ndio chairman, wewe unishikilie kutafuta wageni. Na Dini Nyoro tulimpigia tu siku moja tukamuuliza, sasa wewe umetoka wasilisho juzi, unaweza rudi? Akakaa namna hiyo kidogo, akaniambia kwa sababu ni wewe engineer, wacha nirudi. Na anajua mimi ni engineer ukweli. Najua mimi hamjui wewe. Unajua tunachungulianga msaa. Ile mawaya mimi naunganisha ni mingi sana. Hata watu naulize, si mnajua huyu Bitoko? Si mnajua huyu Jalili? Si mnajua maana baba? Kwa hiyo ndio wasingizi imenyamaza bure. Kwa sababu engineer hapo mahali hapo. Na kutanisha hao watu na unajua kama mnaona mimi mdogo nilikuwa mzee. Sasa mtu nilielekea mwaka 44 sasa nilikuwa mzee jamani. Sio hata walijaribu kufanya na mimi naambia bana tulia. Tuende pole pole. Na mimi nataka niwashukuru sana Gavana Mandago na Jalili na Bitoko. Tukishikana tuwe timu moja tutafanya kazi nyingi. Leo nimewaambia hapa chini, wewe toa pesa ndani, wewe toa pesa ndani. Najua mimi natoa mwe na wamekubali kutoa hiyo pesa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu sisi tunafanya nini? Tumeshikana. Sisi ni timu moja. Na ikienda vile inaenda, tutakaa chini na tukubaliana. Huyu Bitoko next government usuluhisho kwa waziri. Tusukume huyu Jalili tena na naye tuone mambo yanamna gani, amalize tamu yake akwende nyumbani. Alafu kama mimi nifike. Hapo pia mimi napata simu ya kufanyia mimi na. Alafu hiyo siku muepe mtaona. Tawajarosha. Kama na mara jamani. Si kweli? Nataka nishukuru kwaya sana. Na kwaya tunawatafutia kitu. Niliona vile mnadansi hapa. Niliona vile mnadansi. Nikaona hii yuko mimi ndani ibadilishwe. Sorry, nitaopa 1200. Sio. Alafu nataka niseme Mr. Omoni. Hii kanisa tujenge. Kwa sababu hatujengi kwa sababu makanisa inajengwa. Tunataka tukue na makanisa modern. Hii wazingishi wetu hii, tunataka tukue na kanisa kama 6 hivi nzuri. Juzi na rafiki yangu anaitwa Amin anakuja kunitafuta Bishop. Kuna hii kanisa inaanzishwa hapa Kikorogo. Hii kubwa iko hapo. Mwezi mwingine 2 tutakuwa kule. Tukuja kushirikiana tujenge. Kuna hii kanisa nyingine pia iko hapa Kongo Fred pale kwa National. Tumekubaliana na marafiki yangu mwezi wa 5 tukutanishe tumalizie. Ili at least kila county zikuwe na kanisa nzuri. Na unajua kwenda hapa mbele, unajua Mungu amesaidia sana. Unajua zamani ungepata mtu wa SDA anaenda AIC. Ungepata mtu ya Catholic anaenda SDA. Na ile siku hizi tunafanya kazi kama team. So tukiwa na makanisa modern, hata wakati watoto wanaolewa, sio lazima kanisa
ati ikuwe ni AIC. Hapana. Saa zingine unaomba bishop, unasema mimi ni Wakatoliki lakini kanisa langu ni mzuri na ni karibu, acha tukuje tubadilishe kitambaa hapo, watu waende nyumbani. Kwani hivi nguli tunapigania sisi wote? Nani, kuna mtu wa jeshi la wokovu, mtu wa ile yangu ilijenga hapo, mwenyewe ile nyumbani ilijenga. Lakini kisha kwa watu walijomalia wazuri sana. Unajua dini mimi nimekuwa nikifanyia Catholic sana kazi, lakini wananikoseanga kidogo. Mimi nimeenda nijomalia hapa Langas, kufika kwa mlango wamenivalisha full uniform ya nijomalia mpaka basari. Lakini nimeenda Catholic mara mingi, nimeomba watu wanipatie sakramenti moja, wamekataa. Lakini sasa nimepanga, nimeongea na rafiki yangu mwingine, nimwambia unionyeshe vile wanatengenezea, nitaenda nijilipie nijitengenezee. Sasa sakramenti tu peke yake nikakataa na nimefanya kazi yote hii. So nataka niseme hiyo. Hii kanisa linafurahi sana. Na wewe unaona, nikuja kwa hii kanisa usisimamishe. Hii maneno ya kusema usimamishe wageni, mwache hiyo maneno. Wageni wakuja kwa kanisa wasikie mahubiri. Hata mimi nitakuwa nikuja hii kanisa kwa sababu nimependa sana kwao. Unajua mimi mada kwa naongea kidogo kuhusu ya AIC na ajui sana. Mimi ni wa AIC na nilianza kuanzia Sunday school. Nilikuwa na huyu Julius. Samani ya AIC walikuwa na ibada kwa msimamo kama jeshi. Lakini nimeona leo kuna nyingine hapa bwana, nimeangalia info kwa sababu nimeona kuna maneno. Alafu na ule kijana huyu kijana huyu. Bila menyanyo mbele yake nilienda kanisa lingine nikapata mgeni hapa na rasta. Bwana wanaabudu Mungu, kushukuru Mungu. Sio kweli jamani? Yaani kushukuru kwa sababu hiyo ndio maneno. Sasa kanisa watu wako free. Wako free. Na nyawanga nikuja hapa hii kanisa sasa siku nyingine yenye sije kuja nialika, usijaribu kusimamisha. Tuje nione huo wimbo, nisikie mahubiri na pia nyumbani. Sasa sitaki unipatie nafasi. Hata kanisa yote ile mimi msikie. Ndio basi ni wengi hapa. Usisimamishe watu wa kanisa. Wacha mtu akuja kama ni mlevi. Unajua mama, unajua maana wamelalamika tu, mama ni wengi, wanaume ni wachache. Ni ukweli. Ukipata mabwana hawa mama wana wengi wanakunywa wanafanya nini? Lakini sio wanataka kuletwa kanisa, lakini wanaogopa. Kwa sababu akifika kwa kanisa wao wanasema wageni wasimame. Wacha ndio nenda kusema wageni wasimame. Wacha mtu akuje kanisani akae pale nyuma. Asikie kwaya mzuri, asikie mahubiri. Atasonga mwenyewe mpaka mbele aseme Bwana Yesu asifiwe yeye mwenyewe, lakini wanaenda kusema tuamisha wageni waache na imani yao. Na hiyo ni mahubiri yangu kila siku. Ya watu wakuje kanisa, sio kweli jamani? So mwende mwambie wazee wenu, mwambie usafamu kwa kusomesha kanisa. Tunakuja kanisani. Nataka nigusie neno moja ya fertilizer. Leo na mimi sipendangi kuongea maneno ya maendeleo kwa kanisa. Lakini rais hawezi akafanya kazi ngumu kutafuta fertilizer bei rahisi. Halafu kuna wale wakora wako serious. Kuna shida serious. Mtu anaenda anaandikisha anataka fertilizer, lakini usipotoa kitu unaambiwa usijui uko na pangapi huko nyuma. Mimi nataka nawapatie onyo, na hiyo maneno tumesikia, especially the source. Hiyo ukora lazima ikome. Hawa wananchi, ukiwa na eka 5, ukiwa na eka 7, ukiwa na eka 2, ukiwa na eka 1000, wote wako same. Lazima kila mtu apate hiyo fertilizer. Na hiyo ndio tunaambiane tukiwa viongozi. Kila mtu akae na ada kwake. Kwa sababu kuna hizo sasa wanaanza biashara. Ati lazima uongeze shilingi 500 kwa gunia, ati ndio uletwe hapa mbele. Hiyo ukora lazima ikome. Alafu kuna tena ukora nyingine. Bado kuna fertilizer inaruka hapa Uganda. Kuna bado makateli. Lakini hiyo mambo yote tutatatua. So mimi nataka niwaonye mapema hawa wakora. Unajua mambo yenu. So mjue, sisi mimi nikisema mjue niko na fax. Na tutashika mtu. Na tutakufukuza. Hapa Yesu, nataka niseme asante sana Bishop. Mimi ni mtu yako na bado niko nayo. Najua zingine watu wananiambia kidogo ati Sudi anasaidia sana Catholic. Sio hivyo, uongo. Mimi nasaidia kila mtu. Kwa maana kuja hapa na sio pesa kuja hapa. Una rasa sasa tunafanya leo.
Wapi ule mtu anapiga picha? Wapi ule mtu alipiga picha ya kwanza mimi na maana na huyu jamaa? Na wapi huyo nani? Yule kwai? Kwa hiyo anawapi kulene. Leo wewe unajikuta picha ni hapa ni kaoni yai. Kaoni ulia. Angamiwe. Che? Unaiba? Kwani yeye amekuwa huyu? Hapana, sio huyu. Kuna ule mtu alikuwa anapiga picha pale. Unajua huyu tulipiga picha na yeye ya kwanza pale kwa kaunti. Kumbe ni Mungu alikuwa anaonyesha atakuja ngoja hapa. Tukiwa na huyu. Lakini wewe ulifanya makosa moja, huku kusaidia na pia kupatia kwa wazee. Magoni. So sisi tunataka ni huyu jamaa tunataka tumtafute. Mkiona hiyo picha Bishop ni ya ukweli, sisi lazima tushukuru Mungu. Mkiona wanda huyu alikuwa anafanya ile suti ya kupima. Unaona ile suti ya kupima. Mimi nilikuwa tafadhali leo nilikuwa nimebreak na nini nyingine. Hata huyu alikuwa anafanya chapi hapa saizi. So tumekubaliana wewe jamaa. Hawana siku mimi kama mbele kidogo. Unajua huyu hata akijifanya mimi nilikuwa mbele yake kidogo na mengine. Hata kwa hii hapo ana kitu hicho. So tumekubaliana wewe jamaa tunamulia gari. Baada tunakuta yeye tukafikia kwa block nzuri tunulie yeye. Na hiyo picha yako uweke. Hiyo ndio siku dawa kwa sababu yako wakati unaenda. Watu wajue kujianzia. Haya mkae chini. Kuna Mungu. Huyo ukiona huyo alikuja kwa gavana. Mungu wako hiyo. Yaani alikuwa mtu fake. Alikuwa anakujaga na matatu usiku. Anafika town saa 8. Alafu mimi natafutia gari yangu naambia peleke yeye Mungu. Alikuwa tu mtu jua kana lakini Mungu amenijalia. So msikatae kutoa pesa kwa Mwenyezi Mungu. Ukipata milioni 1 toa 500 kwenda kanisani. Sasa huyu ndiye alinifunza kuendesha gari. Na mimi nikafunza huyu kuendesha gari. Hao wote wako na pesa mingi, mwili kubwa ndio niko nayo. Umesikia hiyo story ya Jesaka akisema simu yangu ilichukuliwa? Ndio kweli Bishop. Nilikuwa nimeenda disco hapo so ile kudansi hivi kumbe kuna mtu alini. Kumbe huyu naye ni mkono mwingine anaenda kuuziwa. Na ile bila alisikia si kwa ndio mjumbe lakini bila alisikia ni yangu akasema huyu jamaa atanimaliza. Akalete mwenyewe akanirudishia. Ilikuwa si ubeikali ile nokia ile baadhi ilikuwa inafunguliwa mwanzo.